tunawakaribisha tena mara tena. Tunao matumaini ya kwamba wote ni wazima ambao mnaendelea kutusikiliza. Basi tunazidi kuwa na endelevu katika mada yetu au somo letu ambalo tunajifunza siku hizi zinapoendelea. Kama ulikwenda kuona video ya kwanza ambayo tuliachilia kwenye mtandao wetu, tulikuwa na mada au somo inasema madhara ya kutokuwa na imani katika Mungu na faida ya kutokuwa na faida ya kuwa na imani katika Mungu. Na katika hiyo mada ya kwanza tulikuwa na swali ambayo imebakiza. Swali ambayo ilikuwa ni kwamba kuna aina ngapi za imani. Mwalimu alikwenda kutujibia, tukasema kwamba kuna aina mbili za imani. Kuna aina ya kwanza ni imani inakuja kwa kusikia, pia imani inakuwa kwa njia karama. Na hii inakuwa ni video ya tatu, ni muendelezo. Hiyo video pia utaiona hapo kwenye mtandao, utakwenda kuangalia aina za imani. Tulisema kuna imani aina mbili tu za imani. Na katika somo hiyo ya kuna aina ngapi za imani pia kulikuwa na mazungumzo, tunaendelea kuyasikiliza au mafundisho. Tukuweza kumalizia kwa sababu tunataka video ambazo tunakwenda kuziupload kwenye YouTube zisiwe ndefu sana, ili uwe na muda wa kusikiliza kila aina ya video za kwenda kuiachilia hapo. Kabla tuendelea, sijui kama mwalimu ana kusema. Karibu. La kusema tu ni kusalimu wale ambao tunaendelea kuwa pamoja katika kujifunza maneno ya Mungu. Tunawasalimu tu katika jina la Yesu na kuwakaribisha kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki, na kuweza kuomba uweze kuchangia na wengine, kuwagawia wengine au kuwatumia wengine. Lugha ya kigeni tunasema kushare na wengine, ili na wao wajifunze yale ambayo tunaenda kujifunza. Asante sana. Mwalimu, nafikiri tulianza video ya pili lakini hatukuimalizia. Na kunakuwa na swala ambalo alianza kulizungumzia. Tulikuwa tunaangalia namna mtu anaweza kulinda imani ambayo inakuja kwa kusikia. Ukasema kwamba inaimpashwa mtu aliyokoka au mwanafunzi. Sasa na katika tamaduni zetu tunajua kuna aina mbalimbali ya wanafunzi. Kuna wanafunzi ambao wanaenda shuleni, kuna wanafunzi ambao wanaenda mahali mbalimbali. Sasa ukisema mtu anabidi au mwanafunzi, inamaanisha nini? Na mtu anawezaje kuwa mwanafunzi aliyokoka ili aweze kuilinda imani yake? Asante. Nafikiri tulikuwa tunajaribu kuangalia namna ambavyo imani ambayo ni ile aina ya kwanza ya imani, ndio ambayo ni imani ambayo inakuja kwa kusikia. Ndio. Na tulikuwa tunajaribu kuangalia namna gani tunaweza kuitunza ile imani. Katika maelezo, licha ya kuwa tumeelezea kwa urefu zaidi, lakini pointi kubwa pale ilikuwa ni lazima mtu awe mwanafunzi. Yes, ni lazima mtu awe mwanafunzi, na ndani ya kuwa mwanafunzi ndimo kunakuwa na uwezeshwaji wa yule mtu kuweza kuitunza ile imani. Ndio. Ni kwamba hii ni imani ambayo kama nilivyojaribu kuelezea katika maelezo yale ya awali, hii ni imani ambayo inayokuwa. Ndio. Imani ile haina nyingine ya pili, ile haina ukuaji, kwa sababu ni quality ya kimungu. Mungu mwenyewe ndiye anaiachilia. Ndio. Kwa hiyo haihitaji kukua. Okay. Ila hii aina ya kwanza ya imani ambayo kila aliyeokoka anayo. Ndio kila ambaye anayoamini au anayokoka, tuseme hivyo, aliipata ili awe na haki ya imani ya wokovu. Samahani. Ndio. Hii ni ya imani ambayo lazima ikue. Ndio. Na ndani ya ukuaji wake sasa ndimo inaota mizizi. Okay. Inapokuwa kwa kiwango kikubwa, pia ina maana kwamba kwa lugha ya mfano wa mti, ina maana kwamba huo unakuwa ni mti ambao una mizizi mikubwa, inaufanya huo mti uwe umekomaa, uwe imara. Unatengeneza uimara wa ile wa ule mti. Kwa maana kwamba aina hii ya imani ni aina ambayo
mtu lazima hasogee viwango. Ndiyo. Ili hii imani isiyumbe, isiharibiwe kiurahisi na shetani. Ndiyo. Ni lazima hii imani ikue. Sasa ndani ya ukuaji wa hii imani, ndiyo, ndiko kunatakiwa mtu afanyike kuwa mwanafunzi. Na unauliza sasa ni namna gani mtu awe mwanafunzi? Ndiyo. Ni kwamba mwanafunzi, kwanza tunaposema neno mwanafunzi, ni mtu wa aina gani? Mwanafunzi ni mtu ambaye anajifunza. Ni mtu ambaye anakaa darasani, anafundishwa. Yeah. Ndo lugha, ni lugha ambayo ndo ninavyofahamu mimi. Hiyo ni lugha ya kawaida. Lugha ya kawaida. Hiyo ni lugha ya kawaida. Kwamba mwanafunzi ni mtu anayekaa darasani ili kufundishwa. Lakini kiuhalisia, mwanafunzi sio tu anayekaa darasani. Sasa ni mtu ambaye anafundishwa na kuyafanya yale ambayo anajifunza, au ni aje? Ni mtu ambaye anafundishwa, ndiyo, yanayompasa kufanya, au yanayompasa kuishi, asiyo yajua. Unaona? Kwa hiyo hata kama haukukaa darasani, ndiyo, lakini ukiwa na muda wa kumsikiliza mtu ambaye unaamini kwamba huyu amebeba nisichokijua, tayari wewe ni mwanafunzi. Yani kile ambacho ukijue au akifahamu, ukikisikia kwa mtu mwingine, wewe ni mwanafunzi kwa sababu haukuwa na ufahamu wa kitu. Sawa. Kwa mwanafunzi sio yule tu anaenda mfumo. Kwa maana nisema lugha ya kawaida kwa sababu leo hii tukitamka tu mwanafunzi, kila mmoja anaanza kuona walio chuo kikuu, hao ndio wanafunzi. Wako secondary, ambao wako primary, ambao wako huku wanasema kindergarten, elementary. Unaona? Kwa hiyo mtazamo wa kidunia tunaona hao ndio wanafunzi. Lakini uhalisia sio hicho. Uhalisia ni kwamba mwenye utayari tu wa kutaka kujua asichokijua kutoka kwa mwingine, huyo ni mwanafunzi. Kwa maana sasa Yesu anajua kwamba ndio sisi baada ya kuokolewa, ndio yapo mengi ndani ya wokovu tusiyoyajua. Ndio. Kwa hiyo inapaswa tujifunze, tuwe wanafunzi. Unaona? Ndio maana ukiangalia hapa kwenye Mathayo 28, najua ni andiko ambalo limekaririwa sana. Mathayo ni agizo la Yesu watu wanalisoma kila wakati, lakini masikitiko ni kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yamechukuliwa kawaida yanasomwa sana, yanaimbwa sana kwenye nyimbo, lakini sasa ile kuyafanyia hatua na kazi inakuwa ni ngumu sana kwa kanisa. Mathayo 18 28 19 ndio hapo ya 19 inasema kwamba enendeni, basi enendeni, mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, ndio, mkibatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ndio, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote. Lakini pointi ya kuzingatia ni kwamba ndio anasema hapa kwamba nendeni mkayafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, ndio, mkiwafundisha, ndio, ndio, kufanyeje? Kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Sasa unapouliza kwamba mwanafunzi ni nani au ni namna gani, tunakuwa wanafunzi kwa namna gani, ili hapa linakujibu swali lako kwamba ambaye ametuokoa ametoa maagizo, miongoni mwa maagizo makuu, ndio, maagizo ambayo ni kama maagano ambayo anayaacha wakati anakaribia kuondoka. Ndio.
kwa lugha nyingine tunasema usia. Mausia yani yale maneno ya mwisho. Okay. Zamani ndo hii ilikuwa sana kwa wazazi wetu. Siku hizi mtu anakufa tu, analala na amka na kufa tu. Lakini zamani ilikuwa mtu kabisa anaona siku zimeisha, kwa hiyo anaita watoto, wewe hiki, fanyeni hiki, muishi hivi, maisha yanatakiwa kuwa hivi. Baada ya siku moja mbili mzee anaenda. Lakini siku hizi miaka hii ya leo hakuna hata mausia. Kila mtu yuko kwa hali. Kwa hiyo sasa Yesu hapa alikuwa anatoa mausia, na miongoni mwa maneno aliyokuwa anayaacha kufanyika kuwa wanafunzi kwa watu wake ni miongoni. Kwa maana kwamba hii haikuwa na maana kwamba tukafungue vyuo vya Biblia. Hii haina maana kwamba tukatengeneze sijui darasa sijui nini. Hii ina maana kwamba kila mmoja awe na utayari wa kujifunza. Okay. Kwa haijalishi ni tuoni, haijalishi ni kanisani, haijalishi ni manyumbani, haijalishi mazingira yoyote na mahali popote, uwe mwanafunzi. Yani haina location yoyote ile. Haina location yoyote ile. Ni wewe kuamua kuwa mwanafunzi. Ukishaamua hilo linakusaidia. Asante. Kwa maana kwamba kama tulivyotoka kuelezea neno mwanafunzi, ni kwamba mtu ambaye anajifunza au anapokea asichokielewa kutoka kwa mwingine. Unaona, kwa hiyo kanisa sisi hatuelewi kwa habari ya ufalme wa kimungu. Unaona? Na mwenye ufalme wa kimungu aliyekuja sasa kutudhihirishia nao ni Yesu. Kweli. Ambaye huyo Yesu ili watu watakao mfuata yeye baada ya kuondoka wasipotee, ilibidi hawaandae watu ambao na hao watawaelekeza na wengine. Kwa wale watu akawapea maneno na usia ya mwisho. Unaona? Kabla ya hayo mausia ya mwisho, yeye aliwapea maneno ambayo na wao watapaswa kuwafundisha wengine. Kwa maana kwamba yeye anayejua siri za ufalme, maisha ya ufalme inavyotakiwa kuwa, akawaelezea wale mitume waliokuwa naye katika huduma wakati yupo. Wale sasa ikabidi na wao waendeleze, wafanye muendelezo. Unaona? Kwa maana kwamba waambie watu wasichokijua kuhusu wokovu. Watu wakielewa wasichokijua kuhusu wokovu watakuwa imara ndani ya wokovu. Lakini mtu asipoelewa asichokijua ndani ya wokovu atakuwa hana uimara ndani ya wokovu. Kwa hiyo kanisa likaachwa kwenye mazingira ya kupaswa kujifunza. Unaona? Kwa hiyo Biblia inasema, ukiangalia kwenye Matendo ya Mitume, kwenye Matendo ya Mitume tunaona kwamba Biblia inasema kwamba walikuwa wakidumu katika sala, katika mafundisho. Unaona? Ni vitu ambavyo vilikuwa havikosekani kwao, kwa sababu ni watu ambao wameelekezwa kutoka kwa Yesu. Wanadumu kwenye mafundisho. Unajua, kuna siku nilikuwa najaribu kutafakari kilichotokea kwa Mtume Paulo. Habari hile ya kwamba anafundisha wakati wa usiku, mtu anaanguka gorofani, anaokotwa, anaombewa, anasimama, hakuna kuahirisha mafundisho, yanaendelea. Lakini hiyo ni hatari. Kwa sasa ni vigumu sana. Ni vigumu kulingana na mifumo ambayo sasa hivi tumeitengeneza katika mazingira ya kanisa. Lakini uhalisia ndio huo. Na ndio maana kuna mambo mengi sana ambayo yalifundishwa na mitume na manabii, sisi hatujayapata. Unaona? Yapo mambo mengi sana. Mitume walikuwa wanapiga
hata siku 2 mfululizo wanafundisha. Unaona? Hakuna mtu wa kununa, hakuna mtu wa kwenda, wanakaa kabisa, wananyenyekea, wanajifunza. Sasa wale ni watu ambao wamepokea maelekezo. Sasa sisi hatupokei maelekezo ya Kristo. Tunapokea maelekezo ya dhehebu. Kwa kile ambacho dhehebu inasema tunakipokea, ndo tunaita sisi mapokeo. Ninyi mnafikiri neno mapokeo ni mbaya? Si mbaya, lakini inaendana na mapokeo gani ambayo unayapokea. Aha. Umenibana. Huko ndiko. Kwa sababu mara nyingi tunaposema wale watu bana ni mapokeo yale, hiyo kauli naisikiaga sana. Lakini mapokeo haina maana kwamba kila kinachoitwa mapokeo ni kibaya. Kwa sababu Paulo mwenyewe ameambia, sijui ni kanisa la wapi, kwamba nafurahi kwa sababu mmeatunza yale mapokeo. Umepewa kitu ni kizuri au ni kibaya. Inategemeana sasa. Okay. Ulichokipokea kilikuwa kibaya au kilikuwa kizuri. Kama ni kizuri zingatia, kama ni kibaya achana nacho. Sasa kanisa la kwanza au kanisa la mitume walizingatia mapokeo ya Yesu Kristo. Hawakuzingatia mapokeo ya dhehebu. Unaona? Kwa miongoni mwa mapokeo ambayo Yesu aliwaachia ni nini? Ni mafundisho. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba walikuwa wanapambana sana na watu wajifunze ili watoke kwenye uchanga. Okay. Mtume Petro anazungumzia hivyo. Mtume Paulo anazungumzia hivyo. Yaani unamaanisha mafundisho ndio yanamtoa mtu kwenye uchanga. Lazima inamtengeneza mtu yani aondoke kwenye ule uzamani aingie sasa kwenye ufalme mwingine. Sijui kama hili linaelea vizuri kwenye roho za watu. Naomba nitengenezee mazingira vizuri ili watu waelewe. Ieleweke. Yes. Ni kwamba humu ndani tuko sawa? Ndio. Humu ndani wewe ni mgeni. Tuko sawa? Ndio. Lakini humu ndani kuna kabati ambayo ina vitabu. Sawa? Ndio. Humu ndani kuna kabati yenye pesa. Humu ndani kuna kabati ambayo haipaswi kufunguliwa, ikifunguliwa humu mafuriko yanatokea. Humu ndani kuna kabati ambayo ukifungua hiyo itakusaidia. Ndio. Ushaelewa? Ndio, naelewa. Ndani yake kuna vilivyo vizuri na vilivyo vibaya. Sasa unapokuja humu ndani kinachokupasa wewe ni kwamba kabla ya kuanza kufungua zile kabati unioji mimi mwenyeji wa humu ndani. Tuko sawa? Ndio, tuko sawa. Mimi ni kuelekeze kwamba hapa kuna kabati, usifungue hii kwa sababu italeta madhara. Hapa kuna kabati, vitabu kitaka kusoma fungua hapa. Hapa kuna kabati, ukisikia njaa nenda chukua hapa uende nunua McChicken. Hapa kuna kabati chicken. Maelekezo hayo yatakusaidia. Sasa ukija humu ndani unajisikia tu vyovyote unavyojisikia, ukae tu. Unaanza unagusa tu kama ni kabati gani unagusa, matokeo yake unaenda kulipua moto na kuchoma na wewe na nyumba ulioikuta. Okay. Mfano huu unalenga nini? Ndio. Unalenga kwamba mtu siku aliokoka anakuwa ni mtu mgeni katika ulimwengu wa wokovu. Okay. Kwa lugha ya kibiblia aliyeokoka amehama ulimwengu, ni mgeni kwenye ulimwengu mwingine. Ndani ya ulimwengu huu lakini anaishi kwenye ulimwengu auonekani kwa macho ya kawaida. Okay. Kwa maana kwamba aliyeokoka, ndio siku ile umeokolewa, unaishi ndani ya dunia hii unayotangamana na watu wote unavyojua, lakini wewe kama mwenye wokovu umeshawekwa kwenye nafasi ya watu wa ulimwengu mwingine. Okay. Unaona? Ndio maana ukiangalia kwenye Wakorinto wa kwanza, hebu tusome hapa. Unajua hili andiko mara ya kwanza sijaelewa, lilinichanganya kidogo. Wakorinto wa kwanza.
ngapi pale? Wakorintho wa kwanza sura ya 3:12 au sura ya 3. Anasema hivi kuanzia mstari tu ule wa kwanza. Anasema, lakini ndugu zangu, ndio, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Okay. Na aliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula. Okay. Kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Zingatia hilo. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Anasema jambo lingine pale. Maana ikiwa kwenu kuna usuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Okay. Weka pointi hapo. Ndio. Nini Paulo anachomaanisha hapa? Anaongea na wanadamu ambao waliokoka. Waliokoka. Kumbe kufundishwa kunatakiwa kumuondoa mtu kwenye ukawaida wa ulimwengu huu. Unaona? Okay. Kule kufundishwa kunatakiwa kumfanye mtu sasa hatokane na ule ukawaida uliouishi wewe kwenye ulimwengu huu. Uanze kuishi ulimwengu mwingine ndani ya ulimwengu huu. No. Najua andiko na mimi nilikuwa sijaelewa vizuri. Nilikuwa sielewi andiko kabisa. Kwa hiyo sasa hii inamaanisha kwamba aliyekaa darasani kujifunza. Ndio. Sawa? Ndio. Aliyekaa darasani kujifunza na akayatekeleza, kwa sababu hili ni lingine la kuapply pia. Okay. Kujifunza na kuyatekeleza unayojifunza. Maana hawa wanaozungumza nao ni watu waliofundishwa, lakini hawakutekeleza walioyafundishwa. Kwa hiyo ukijifunza bila kutekeleza, bado pia na wewe unabaki kwenye utoto vile vile. Lazima ujifunze, na utekeleze unachofunzwa. Okay. Unaona? Kwa sasa hata kama ulikaa darasani kujifunza na hakuna matokeo yanayoonekana kwamba kile ulichojifunza kimekutengeneza kwenye mazingira mengine, wewe ni sawasawa na yule ambaye alikataa mafundisho tu. Yaani umeenda tu lakini bado haujatekeleza. Yes. Lakini pointi ambayo nataka uelewe ni kwamba ndio Mtume Paulo hapa anauliza, je, ninyi sio watu wa tabia ya mwilini? Lakini swali, hawa naozungumza nao si wana mwili? Ndio, wanayo mwili. Kwa nini sasa anasema hivi? Kwamba haya mnayotenda mbona ni mambo ya jinsi ya kibinadamu? Mbona anaongea nao ni binadamu? Kumbe ni binadamu walioondolewa kwenye ukawaida wa binadamu. Okay. Ndio maana ukianza kuishi yale maisha ambayo ungepaswa kuishi kama aliokoka, watu wa dunia hii wanaanza kuona wewe ni tofauti. Ni tofauti na wao. Lakini vile vile wanaona kama wakati mwingine kuna kuchanganikiwa fulani. Lakini pia wakati mwingine wanakuhurumia kama vile ufaidi. Kama vile unakosa vitu vya maana, kama shamba hivi. Watu wa dunia hii kwa sababu umeondoshwa wewe kwenye dunia hii, ndani ya dunia hii. Yaani unao duniani, lakini wewe maisha yako unaishi maisha dunia nyingine. Unaona? Kwa hiyo sasa ndio kila ambaye ameokolewa anapaswa kuwa mtu wa darasa. Yaani kuwa mtu wa kujifunza. Okay. Yaani haijalishi ni askofu. Na hata angekuwa nani, hata nani. Hayo yote ni majina tu ya watu wamejaribu kutafuta heshima. Lakini si chochote. Kila mmoja kwa nafasi yake lazima awe mwanafunzi. Mwanafunzi kwa nani? Kwa Kristo. Kwa maana kwamba sote tunajifunza kutoka kwa Kristo. Okay. Kwa hiyo nafikiri mpaka hapo nitakuwa
nimeelezea zaidi kuhusiana na mwanafunzi. Sisi kama watu waliookoka, kila aliyeokolewa anapaswa kuwa mwanafunzi, kwa sababu tunaanza kuishi ndani ya ufalme au ndani ya mazingira ambayo sisi hatuyaelewi. Kinachotupasa ni kama mtoto mdogo anayezaliwa. Ndio maana inalinganishwa na mchanga, mtoto mdogo. Mtu aliyeokoka leo anatakiwa apewe maziwa, anatakiwa apewe uji, anatakiwa apewe ugali, kisha baadaye na mwenyewe aanze jilisha ugali. Unaona? Na ndiyo inalinganishwa, inawekwa kwenye mzani. Sawa sawa na aliyeokoka leo ni kama amezaliwa upya kwenye ulimwengu mwingine, yani ni mpya. Kwa anatakiwa aanze kuelekezwa maelekezo ya awali juu ya maisha ya wokovu. Aanze kuambiwa mtu aliyeokoka yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. Baada ya hapo aanze kufundishwa, aanze kuandaliwa juu ya vita vya wokovu, aanze kuandaliwa juu ya mazingira anayopaswa kuishi kiupana zaidi. Sio kama inavyofanyika kwenye madhehebu siku hizi. Mtu anapewa dakika 30, kuna somo la kusaidia watu, litapenyeza wapi? Alafu mtu anakuambia kwamba kusema kwingi sio ndo kueleweka. Hiyo ni kujitetea tu. Hizo kauli zimezungumzwa sana katika madhehebu. Lakini ile inakuwa ni hali ya kunyima nafasi ya kutosha Mungu au watu kumsikiliza Mungu kwenye maisha yao. Unaona? Kwa hiyo hilo liko hivyo. Sawa, asante sana ndugu mpendwa. Kama unaendelea kusikiliza mwalimu, kuna vitu alikuwa na kuvizungumza, vitu vya maana sana. Ni kama wewe bado umeokoka, ungali mchanga, basi kaa ukijifunza uwe mwanafunzi kwa Kristo. Mwalimu, kabla tujamaliza kuna swali. Ulikwenda kuzungumzia madhehebu au makanisa ya siku za leo. Ulienda kusema kwamba hapo zamani mitume walikuwa wakikaa katika kufundisha, na walikuwa nakaa vile, yani walikuwa nakaa dakika, walikuwa nakaa masaa au lisaa wanafundishwa, na walikuwa wanafundisha kile ambacho wanakipokea kutoka kwa Kristo. Mapokeo ya Kristo ndio walibaki wanayafundisha. Sasa na wakasema kwamba leo watu wanafundishwa mapokeo ya kimadhehebu. Sasa kama mtu ambaye aliokoka kabisa na ni mtu ambaye anaishi katika madhehebu hayo, na unajua tayari umesema kwamba madhehebu ndio watu wanafundishwa leo, huyo mtu unaweza kumshauri haje yeye ili aweze kuzidi kuimarika katika imani? Jambo la kuzingatia ni kwamba kujifunza sio tu mpaka kwenye ibada ile ya kusanyiko Jumapili. Mwenye shauku ya kutaka kujifunza huwa anayatengeneza mazingira juu ya kujifunza. Unaona? Ndio maana Biblia imewekwa huru kwa kila mmoja kujifunza. Unaona? Yes, kuwa na muda wa kujisomea. Kuwa na muda wa kujisomea wewe mwenyewe, lakini pia kujisomea wewe mwenyewe haitoshi, kwa sababu aliyeweka zile huduma 5 ni Mungu mwenyewe, na ndani ya zile huduma 5 akaweka na walimu. Kwa maana ya kwamba pamoja na kwamba unajisomea, lakini lazima uwe na muda wa kutafuta mtu unayeamini kwamba hapa anaweza kanisaidia. Unaona? Kwa hiyo kuna watu wamelemaa hivyo. Wamebaki tu kwenye kulaumu, makanisani wafundishi nini. Sawa, kama wafundishi wameshaamua kwenda kwenye mfumo huo. Kwa sasa na wewe utakubali tu kuangamia hivyo. Kwamba mtu aliyeokoka ni lazima afanye au mwanafunzi. Na wakasema kwamba hapo awali mitume walikuwa wakifundisha mapokeo ya Kristo. Na wakasema kwamba leo watu wanachokifunzwa ni mafundisho ya madhehebu. Na katika hiyo madhehebu kuna mtu ambaye anataka aimarike katika imani, lakini sasa anafundishwa madhehebu. Atafanya jitihada gani huyo mtu ili aweze kuimarika? Ni kweli hilo lipo, lakini jambo la kuzingatia tu ni kwamba ndio kujifunza kwa aliyeokoka, kujifunza kwa mtu wa Mungu, hakuna limiti. Kusema kwamba ni kwenye dhehebu tu pale tunapokusanyikiaga
ndio napaswa kufundishwa. Hapana. Okay. Inatakiwa kuzingatia tu wewe kama umeshajitambua kwamba napaswa kuwa mwanafunzi. Okay. Tengeneza sasa hayo mazingira ya kuwa mwanafunzi. Kwa maana ya kwamba Biblia iko wazi kwa ajili ya kila mtu. Ndio maana ilijaribu kutafsiriwa kwa lugha mbalimbali ili angalau kwa wingi kila mmoja awe na nafasi ya kujisomea. Okay. Na kwa lugha ambayo anaelewa. Okay. Kwa hiyo kuwa na muda wa kujisomea. Leo hii kuna watu ambao anaweza akawa analalamika hivyo kwamba makanisani hawafundishi nini, lakini yeye mwenyewe kwanza hana ule muda wa kulisoma neno. Unaona? Kulisoma neno na kulitafakari. Unaona? Huo muda unakuwa hana. Kwa hiyo lazima mtu ajitengenezee hayo mazingira. Okay. Soma neno, litafakari neno. Lakini jambo la pili ni kwamba Mungu huyo ndiye ambaye aliacha huduma 5 kanisani. Okay. Ndani ya hizo huduma 5 akaweka na walimu hapo. Kwa maana kwamba lazima pia utafute mtu unayeamini kwamba kwa huyu naweza nikajifunza na nikapokea jambo la kimungu. Okay. Tafuta mwalimu ambaye una uhakika kwamba utajifunza mambo ambayo yatakujenga. Kwa sababu sio tu kila mtu ambaye anafundisha ndo anafundisha yanayojenga watu. Mengine yanapotosha na kuharibu kabisa uelekeo mzuri. Kwa hiyo sasa hivyo vitu vinaambatana. Usibaki tu kulaumu. Wengi wamebaki tu kulaumu makanisani hawafundishi nini. Lakini wanaolaumu hivyo tena hawaonekani. Kwa mfano kanisani kwetu sisi tuna ratiba ya kufundisha Bible study kabla ya ibada la kawaida. Lakini watu wengi hawaonekani. Wachache wanakuja, 1, 2, 3, 4. Siku wa mwisho ukija utaona angalau 5. Siku wa mwisho. Kwa hiyo watu pamoja na hiyo pia watu wengine wanaweza wakasema, lakini ule utayari shauku ya kile kitu inakuwa haipo. Kwa hiyo ninashauria watu kwamba waweze kujiundia shauku binafsi. Okay. Wajiundie shauku binafsi ambayo itawajenga katika kutaka kujifunza zaidi. Okay. Ndio, asante sana mwalimu kwa kuweza kutujibu. Ndugu mpendwa, nafikiri umekwenda kusikia. Swali la mwisho lilikuwa ni nini mtu afanye aliye katika madhehebu, anayepokea mafundisho ya kimadhehebu? Ni inabidi kwanza uwe na shauku ya ndani ya kutaka kujifunza, pia na utafute watu ambao watakusaidia kwenye maisha hata ya kawaida. Ili uende hatua mbali sana, lazima uwe na watu ambao unawaamini watakusaidia. Na pia hivyo hivyo kwenye maisha ya kiroho. Paulo alikuwa na vijana ambao alitumika nao, aliwasaidia mpaka wakawa watu tofauti kabisa, mpaka wengine wakawa wachungaji. Na wewe ambao unatamani sana kuweza kuimarika katika imani, basi jitahidi upate kuwa na muda wa kutaka kujifunza kupitia wengine. Lakini swali ambalo nitaweza nikakusaidia ni kwamba ili uweze kupata mtu vizuri ambaye ataweza kukusaidia awe mentor wako wa spiritual mentor, ni lazima kwanza mwambie Mungu una kiu ya kutaka kujifunza. Mungu mwenyewe atakupatia mtu ambaye atakaye kuongoza kwenye imani ili uweze kuzidi kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Asante na Mungu akubariki.